Mapigano yanaendelea muda huu katika mji mdogo wa Goma ndani ya ubalozi wa Tanzania. Hali si shwari kabisa. M23 wameweza kuvamia ubalozi wa Tanzania pale mjini Goma na kuwaamuru watu wote pale inatakiwa waweze kuondoka na kuacha ubalozi huo peke yake. Basi hayo mambo ndiyo yalisababisha mlindimo wa risasi kulindima mpaka muda huu, na mambo yamekuwa si mambo. Taarifa aliyoiachia mkuu wa kundi hilo la waasi M23 Colonel Nangaa amesema ya kwamba wamefanikiwa kupoteza wanajeshi wa kundi hilo la M23 takriban 58 kutokana na majibizano ya risasi yaliyolindima katika ubalozi huo wa Tanzania katika mji wa Goma. Wananchi waliokuwa wakizunguka ubalozi huo wameeleza namna ambavyo wamesikitishwa na mashambulizi hayo ambayo M23 wameweza kufanyia unyama ubalozi huo kwa kurusha mabomu na risasi, kitu ambacho kimepelekea hata wao kuwa na hofu kubwa sana, kwa sababu ubalozi huo wa Tanzania ulikuwa ni kama mgongo kwa wakazi waliozunguka ubalozi huu, huku ubalozi huu ukiwathibitishia amani, utulivu kama ambavyo desturi ya Tanzania ipo. Hali imechafuka na hata mpaka sasa bado hazijapatikana taarifa rasmi ya kwamba Watanzania wangapi wameweza kujeruhiwa katika mgogoro huu uliosababisha M23 kufariki kwa wingi. Takriban wanajeshi 58 wataagwa hapo kesho katika viwanja vya Bukavu, ambapo M23 wameweka makao yao kuwa makao makuu katika mji mdogo wa Bukavu. Tukumbuke kabisa kwamba waasi wa M23 wamekuwa wakihitaji miji muhimu ambayo imeonekana kuwa na utajiri wa madini, lakini pia imekuwa ni vyanzo vikubwa vya uchumi katika nchi ya Kongo. Tukumbuke kabisa kwamba mgogoro wa M23 pamoja na serikali ya DRC Kongo unatokana na madai ya kwamba serikali ya Kongo iliwapuuza watu wa Goma, Bukivu pamoja na Kivu, kitu ambacho kimewafanya baadhi ya raia kuweza kujiunga na jeshi hilo la M23, kitu ambacho kimepelekea mgogoro mkubwa sana kuanzia mwezi wa 12 mpaka sasa ninapoongea. Kutokana na shambulio hili, labda tusikie kwamba serikali ya Tanzania inaweza kujibu nini ikiwa mamlaka wanao, uwezo wanao na kila kitu wanacho. Jeshi la JWTZ limehakikisha kwamba usalama wa eneo hilo bado unahitajika zaidi ili kuwalinda wananchi wa Tanzania wasiweze kuzulika. Licha ya kwamba mambo yamekuwa mengi, lakini pia jeshi la UNI limeweza kuingia na kutega mgongo wake hapo, kitu kilichosababisha mapigano kuendelea kwa kasi na kwa kasi zaidi, kitu ambacho kimepoteza matumaini ya vita hii kuisha hivi karibuni. Asante kwa kunisikiliza na nikutakia wakati mwema.